Sasa ni wakati wa kuyaweka bayana matendo makuu ya Mungu anayotenda kupitia kwa mtumishi wake Nabii James Nyakia wa kanisa la Soja Megawatt. Mtazamaji wa Mo TV, na bado kama kawaida yetu tuko hapa katika madhabahu ya Soja Megawatt Church iliyopo hapa Mwenge mpakani jijini Dar es Salaam. Katika nyumba hii ya miujiza na maajabu nimekutana na muumini mwingine amekuja kupata uponaji. Yale alikuwa yanamsumbua yamekuja kuondoka katika madhabahu hii. Atatufahamisha majina yake na yale alikuwa yanamsibu ni yapi, atakwenda kutufahamisha hapa. Majina yako nani kiongozi? Kwa jina naitwa Erasto Masila. Unatokea wapi? Natokea Bagamoyo Kiwangwa. Ni nini ambacho kilikuwa kinakusibu kasema mimi natoka moja kwa moja kwenda katika kanisa la Soja Megawatt Church kukutana na mtumishi wa Mungu Nabii Daktari James Nyakia? Maisha yana mambo mengi. Na maanisha hivi, kwenye harakati za kutafuta kila mtu ana mbio zake. Lakini pia unapokanyaga unakutana na mawe, changalawe, kokoto, miba na vitu vingine. Sasa utakapoona mwiba umekuchoma, manake lazima utafute pa kwenda kuutoa. Na maanisha hivi, sisi binadamu tunapitia maswaibu au matatizo tofauti. Sasa kuna wengine wanatafuta namna ya kuyamaliza kwenda kwa waganga, wengine kwenda makanisani, wengine sio kwenda kwenye mizimu, wengine sio kwenda wapi kutambika. Sasa mtazamo kwangu mimi, baada ya kuona hilo, nikafungua channel yangu ya Channel 10, nikaona kwa ufupi tu mambo yalivyo. Nikasema na mimi nafunga safari. Sina nauli, lakini natafuta nauli, nafunga safari, nafika. Nilipofika tu siku ya kwanza, bahati nzuri nikamuona. Aliponiambia basi nikafly. Ndio maana mpaka leo nipo hapa. Nikuja hapa tarehe 27 Januari kwa mara ya kwanza. Nikapata appointment tena, nikaja mara nyingine mpaka leo hatimaye nimeingia kwenye kuoga maki, nimesafishwa kila kitu, ambapo na imani yangu kubwa yale ambao nilikuwa nakimbizana nao sasa hivi hata moja silioni. Hata mwili wenyewe ukiona sasa umepanda, sio kama huo. Hapo awali ulikuwa unateseka na vifungo gani ambapo unasema mwili sasa umerudi na umekuwa safi kabisa? Cha kwanza ilikuwa kila ninapotafuta sipati. Najaribu kuvuka mipaka nchi nyingine kwenda kutafuta, sipati. Kumbe matatizo yapo. Lakini baada ya kuja hapa, cha kwanza kabisa nilipata amani ya moyo, kwa sababu nilikuwa na mawazo muda wote. Nasema hivi ndio mimi ndo nina makosa peke yangu? Watu wengine wana makosa kama mimi kweli? Au watu wana shida kama mimi? Basi nikapata ponyaji, nimekuja hapa leo ndo nahitimisha. Lakini katikati hapa bado kwa nimeanza kufika, mabadiliko nimeona. Uchumi wako umerejeshwa? Vifungo mbalimbali vimefunguliwa? Vizuri sana. Kila kitu kipo sawa. Tena nawaalika na wengine ambao wananisikiliza kwa sasa hivi, kama mtairusha hivi, mnachelewa. Wao wanachelewa. Naambia wanachelewa. Iwe Masai, iwe nani, wote waje hapa. Iwe kama una shida ya uzazi, sio shida nini, sio ya nini, mile mishemishe zako kama hazendi sawa, njoo hapa. Kwa sababu hapa utaambiwa vile vitu ambavyo hata wewe vijue vya siri, tofauti na unakwenda kwa mganga huko. Mganga hana yani hawezi akaona zaidi hapa. Baada hapo kisha funguliwa, mwenyewe utaona, utakuja mwenyewe kutoa ushuhuda. Kama ambavyo leo mimi nimeingia pale siku ya kwanza, pia na imani baada ya siku 3 nitakuja kusema mwenyewe tena, wewe uwepo mwenyewe. Nitakuja hapa nikwambie. Nabii Daktari James Nyakia, unaweza kumzungumziaje? Huyu bwana, mimi nimezunguka kweli sehemu tofauti za maeneo ya ibada. Lakini huyu wa tofauti. Kwanza anajali. Kwa sababu kio watu wengi, kila mtu anayo kwake, lakini wengi wana imani kuwa ukionana na nabii uso kwa uso kuna kitu ambacho kinakwenda sawa. Ndio maana watu wanakuja. Na kuhakikishia sisi tunafika pa kanisa liko na watu wachache. Lakini sasa hivi chelewa uone, unatoka barabarani watu wamejaa. Kwa hiyo huyu ana utofauti. Kingine huduma zake, nasema wakati mwingine anatumia karama alionayo kuhakikisha kile kitu ambacho wewe huna. Hata daktari wa hospitali ambayo yeye hawezi kwa, lakini akija hapa anaona safi kabisa na anakuelekeza namna ya kufanya. Lakini pia tofauti yake nyingine, huyu anatoa, anajali. Tumeona kwa macho watu wanatoa ushuhuda hapa, wamenunuliwa viwanja, wanatarajiwa kujengewa nyumba. Kuna tofali kama hizi hapa naziona, hizi za mtu mmoja tumeona hapa. Lakini nataka nijiulize, yule aliyesema mwanzoni alikuwa ni Mungu, alikuwa ni yeye? Na aliyesema mara ya pili sauti ya kwanza imesema 500 na akapiga mahesabu jinsi zinavyokwenda kutosha. Sauti ya pili imesema 600. Dada unasema Mungu amekwambiaje? Unisaidie, uniongezee 100,000. Mungu amekwambia? Ndiyo.
Kwamba nikuongezee 100,000. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Mungu atakwambia mwenyewe. Kwamba nikuongezee 100,000. Mungu mwenyewe atakukuza. Mimi siwezi kuongea tena. Nishaongea tayari. Haya, shika hii hapa mama. Wengine siwezi kuwasema japokuwa hapo. Kwa wale watu wenye dhana kwamba watao kuja hapa kushuhudia wanapangwa, unataka kuambiaje? Na wewe umeshuhudia leo mtu akisema anapewa kabisa nauli ya kurudi Dodoma, amelia hapa na shida zake, nabii kamsikiliza akamwambia muone Mwasibu atakupa nauli ya kurudi kuwaona familia. Je, unafikiri kwa watu hapa napangwa? Hapana, hilo bwana siamini. Haya mambo yapo hivi. Kuna wakati mwingine kauli ya mtoto wa miaka 18 anaweza kaizungumza. Lakini mimi sasa hivi mtu mzima miaka 40. Sawa. Sasa yule aliyezungumza kwa mtoto wa miaka 18 kuwa huyu hapa anapanga watu, ndio akili yake wakati huo. La kwanza. Kijambo la pili, mtu likishamkuta jambo, atahangaika, atatafuta uponyaji, na hapa akifika amefika. Hapa hachagui wala hakuulizi wewe dini gani wala ni nani. Yeye anahitaji matatizo yako anatatua na kuelekeza kuyafuata, mambo yanakuwa safi. Kwa hiyo hao ambao wanasema wanapangwa ni mawazo ya kwao, lakini pia kama ni watoto basi tuwasamehe, lakini ukishafika mtu mzima na majukumu, la utatafuta jibu liko wapi? Panado iko wapi? Utaitafuta. Kwa hiyo sasa hivi mishe zako zote zimeenda kwenda. Mimi nasema safari ijayo nakupa siku 4. Leo simuona nimeloa hivi siku 4. Njoo hapa. Mimi kwanza nitakutafuta mwenyewe. Kwani nilichoambia kidogo? Nilichoambia ni kikubwa. Hicho sasa nitakuja kusema. Pengine na wewe nikasema rafiki yangu nakaa Mbezi, nakuja kwako. Nikija kwako naambia rafiki yangu unajua unapambana, lakini kuna hiki hapa kiendi sawa. Fanya hiki. Na ukifanya hivyo sasa utaniamini kwa nimetokea hapa Mega Soga One Church. Bwana hongera sana na ubarikiwe sana. Karibu kiwango kuikula mananasi. Nitakuja. Asante sana. Amina. Mimi naambia waje wote waje. Hapa ndo penyewe. Umemwona Erasto Masinga amekuwa na furaha, amepata uponyaji. Haya yote ni kutoka katika kanisa la Soja Mega One Church lilioko hapa Mwenge mpakani, linaloongozwa chini ya mtumishi wa Mungu Daktari James Nyakia, nabii wa ajabu mwenye karama za ajabu. Akikuskrini tu hivi na viganja vyake anaona wewe una tatizo gani, kama la kiuchumi, la kiafya, umefungwa vifungo mbalimbali, basi ukija hapa vyote vinakwisha. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya Mega One TV na nikutakie siku njema. Asante na kwaheri.